Unaenda kanisani sawa. Ibada inapangwa saa 10, wewe unaenda saa 10:30, saa 11, hauna sababu yoyote. Umeokoka, hauna Biblia. Umeokoka, sio mwaminifu kwa ibada. Sio mwaminifu kwenye ibada. Ibada ziko 3 katikati ya wiki. Ni Jumapili yenyewe ya maombi. Kwa kuna sababu za msingi mpaka mbingu zinaintervene kwamba yes, it's okay. Una Biblia hausomi, kuna mambo mengine utayasikia tu radio. Utasikia tu kwenye magazeti. Hiyo ni tafsiri ya lugha ya kwangu. Lugha mama. Kama kuna mambo mengine utayasikia tu kwa sababu you are not committed. Au jao committed na Bwana. Ni kijana wa kiume hauna ushuhuda. Ni binti hauna ushuhuda kuvaa kwako. Binti unavaa vimini, binti unavaa suruali. Ni vijana wa kiume unavaa milegezo, hauna nidhamu ya kimungu. Ni baba hauna nidhamu, mama hauna nidhamu, hauwezi kusimama kwenye zamu yako. Tu barua tusomeke na watu wote. Umeacha kutegemea neno la Bwana, unategemea maji ya upako, unategemea vitu vya upako. Unategemea mafuta. Neno la Bwana ndio tumepewa, hatujapewa vitu, hatujapewa maji. Mwabudu Mungu katika roho na kweli, maanisha na neema ya Bwana itakuwa iko juu yako. Nami natamka kwa wewe ambao unahitaji usaidizi wa Mungu kuvunja laana za kila namna, kila matamko ya kiganga na kishawi ambao umeshika maisha yako, kila nguvu za giza zikuachie, laana za kurisi, magonjwa ya kurisi, umaskini kwa kurisi ukuachie katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba kwa maana tu kichwa sio mkia, watoto wako wasio mkia darasani. Sasa kashesha watoto wa mchungaji, watoto wa mpendwa 2 mara 2 milioni 8 mpaka mwalimu anasema watoto wa mchungaji hao akili zao. Watoto wa warokole hao, watoto wa pagani ndio ambao wanashika namba 1 darasani. Tunakwama wapi? Wazazi wao naenda kwa waganga, umeshika irisi. Biblia inasema mtafuteni Bwana na nguvu zake. Haleluya. Mkumbushe Bwana. Daudi anasema kwamba mara na msifu Bwana mara 7 kwa siku. Zimisha Bwana, kimaanisha. Haleluya. Mungu akubariki, uvuke mahali ambapo umekwama. Nidhamu yako kwa Bwana iendelee kukua na kuongezeka, maana tu barua tusomeke na watu wote. Shalom, shalom.